Imeanzishwa kwa lengo la kuwasaidia watoto yatima, yaani watu ambao nimekutana na An-Nur Sisters Hijab, Ukhti Latifa na Ukhti Rawia. Mashallah, wamependeza sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala. Kwa nini An-Nur Sisters Hijab? Imeanzishwa kwa lengo la kuwasaidia watoto yatima, yaani watu ambao wanahitaji msaada wetu zaidi, hasa kwenye wasio na makazi, wazee, wajane. Kwa hiyo ndio maana tukaanzisha hiyo, pia kwa ajili ya kufundishana masuala ya stara, kufundishana dini, kumjua Mwenyezi Mungu. Hivyo kwa inshallah Allah afanye wepesi. Rawia, umeanza kuvaa hijabu ukiwa na umri gani? Tangu nimezaliwa. Tangu umezaliwa. So hujakutana na changamoto yoyote kwenye kuvaa hijabu? Na Latifa, kwenye kuvaa hijabu nimeanza yani tangu nilipopata akili. Oh, mashallah. Hivi nimekuwa ndio kazi langu. Kwa mtu ambaye anaanza sasa hivi kujifunza kuvaa hijab, unajua kuna wale watu ambao hawajakuwa kama sisi kwamba tangu ukiwa mdogo umezoea kuvaa hijab au umeanza kujifunza tangu utotoni, unaweza kumshauri nini? Mshauri awe na imani, awe na utayari, kwa sababu ukishakuwa na utayari na imani iliyo thabiti kabisa, unaweza kufanya kitu chochote. Usikate tamaa, usiwe yani vile kusema labda yani nikivaa hivi mbona naonekana vibaya, bora nikikaa hivi kichwa wazi naonekana vizuri. Wewe sema tu mimi nimeamua kuvaa hivi, basi inakuwa hivyo na inakupendeza zaidi. Na kila kitu kinaanza na utayari, na ukishakipenda kitu na ukasema mimi nataka kubadilika, mimi nataka kuvaa hivi stara, inshallah mtu unaweza kuendelea. Allah anafanyia wepesi. Sasa kwenye Waswahili wanasema kwenye nia pana njia. Pana njia. Oh, mashallah. Ushawahi kupitia kipindi ambacho unahisi imani yako inashuka? Hapana, ila lazima katika kitu chochote cha kumwendea Mungu au kitu chochote chenye heri lazima kutakuwa na changamoto. Kuna yani, kwa mfano mtu ambaye mimi sijazoea kuvaa hijab, nikisema labda sasa hivi nipo tayari na nataka nianze kuvaa hijab, kuna watu watakwambia mbona ukivaa hivi bora tuachane nayo, bora uendelee tu kuvaa vile vile. Lakini mwenyewe ukishakuwa na nia na usema mimi kabisa niko tayari kuwa hivi, hata mtu akikwambia mbona upendezi, basi kwani ukiniambia hivyo mimi kwa mimi nitasimama katika nia yangu. Rawia, umeshawahi kukutana na changamoto ya kukosolewa labda kwenye mtandao au kwenye nyumbani? Labda wewe kuna kitu unakiamini sana, mimi nikifanya hichi kitu kitakuwa sawa, lakini kuna ile mtu anakuambia hapa na wewe huwezi hicho kitu. Naam. Ndio vipi? Na kila siku yani mimi na kuna chuo tuko tunasoma. Sasa pale chuo mazingira, unajua mazingira chuo yanapotokea, kwa mtu unapovaa wewe stara juba refu kwa mtu anakusema unavaa hivi, usicho unavaa hivi, watu wanavaa hivi, kwa unakuta ile mtu anakupa hata usivaa hivi, basi vaa suruali, vaa hivi, lakini roho yako moja, hata kama nikivaa leo unajua kuna kitu. Kuna tawakali kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kila kitu usifanye kwa sababu leo nitafanya. Alafu ujue kama kila kitu kama unaona ukiposti mtandaoni labda umevaa nguo fupi, umevaa, kumbuka vile vinabaki na hata kile picha tazihifadhi. Kumbuka kuna kesho pia. Nasema mtandao, internet never forgets. Sawa. Tuje kwenye An-Nur Sisters Hijab. Umesema mnafanya program za mayatima na nini? Program zenu zinafanyika monthly au mnazifanyaje? Hapo inategemea na program sita. Hiyo siku tumeenda hapa kutembelea kituo fulani kama sasa hivi ambao tunakwenda kupeleka msikitini. Tunajenga msikiti kwa sasa hivi. Mashaallah, Allahumma barik. Mwenyezi Mungu alipe tunajenga msikiti Mbezi. Kwa hiyo hivi lazima tuanze tujue kabisa tumefikia kiasi fulani. Hapo najua kabisa tunaweza kaambia tukaachia, unaweza kuendelea. Tunaenda sehemu nyingine tunajua kabisa hapa tushafanyaje? Tushasogeza kwa kiasi chetu. Tukienda sehemu nyingine kama watoto yatima, tushatafuta vitu tunajua kabisa hivi unaanza nacho, unajua kabisa hawa wanahitaji kitu fulani, uniform nini, unajua kabisa wanahitaji ya kwa unakuwa kabisa kitu fulani, hichi kitu changu na kijua kabisa kinahitaji kitu fulani. Pale msikitini tushapeka kitu fulani, baada kitu fulani baada kijamalizika. Sehemu fulani tumeenda labda kwa wale wazee ambao hawana chochote mtaani,
tunajua kabisa pale tukiwapa chochote kitu kidogo kitaweza kuwafanyaje, kitawafariji. Mashaallah, Allahumma barik. Na je, hizi program zote mnazozifanya nyie kama Nurul Sisters Hijab mnazifanya peke yenu au kuna watu wengine pia huwa wanawashika mkono? Wapo wanatushika mkono baadhi ambao vile mtandao sasa, mtujue mtandao ni mkubwa, Yes. unasambaa kila sehemu. Mtu akiona amevutiwa na hii imemgusa, imewiwa kuweka msaada pale, anawiwa kuruhusiwa, tunaenda tunachukua na tukiabizi, maana kila kitu imani, unakabidhi mtu kwa sema boss, ni imani umejenga ili uweze kufanikisha Inshallah. Tumeona leo hapa tumekuja kwenye Aisha Sururu Hijab Fest, tumekutana na makundi mengi ya mabinti. Huoni kama kuna haja ya kufanya labda collaboration au partnership au tuwe na network ya mabinti wote pamoja? Kwa sababu lengo ni moja na ambalo ni kujitolea, si ndio? Yes, volunteering kwa ajili ya kujitolea, na kikubwa kitu tunachokifanya ni kimoja. Yaani yote ya yote tunachokifanya kitu gani? Kimoja. Kusaidia mayatima, kusaidia vitu ambavyo vinahitaji msaada wetu binafsi, ndio. Kwa hiyo inshallah tutajumuika, ndio maana mpaka leo tumejumuika hapa tukataja majina kwa pamoja, ujue basi wameweza kutuunganisha. Kuna Nurul Sisters, kuna Unity, kuna Hijab Sisters Hub. Mashaallah, Allahumma barik. Nimefurahi sana kukutana nanyi. Pia